Okay, yes. Kwa kweli mjasiriamali ambaye unatamani kujifunza namna sahihi ya utengenezaji wa sabuni ya mche kama jamaa lakini unashindwa, au umehangaika sehemu tofauti lakini haujapata knowledge ambayo ni nzuri, basi video hii ni kwa ajili yako. Siku leo nimetakuelekeza namna ya utengenezaji wa sabuni ya mche kama jamaa. Na somo hili ni somo ambalo lipo katika kitabu changu hiki cha ujasiriamali ambacho nimekipa jina cha mjasiriamali na bidhaa za viwandani. Kitabu hiki of course nimeelezea bidhaa nyingi sana, almost bidhaa 13, namna ya sahihi ya utengenezaji wa hair shampoo, sabuni ya maji, na kuna formula 3 mpya ambazo nimeziongeza za kitaalamu. Anyway, tusizungumzie kwanza kitabu hiki, hebu tuende kwenye somo la leo direct ili uweze kuelewa ni kitu gani ambacho unaweza kujifunza na ukakifanyia kazi. Hello, naitwa Mr. Kinganija, au wengi sana wanapenda kuniita Mwalimu Kijuki, ambaye ndiye mkurugenzi na mwanzilishi wa Kijuki Projects. Sasa kwa leo nataka kuelekeza namna sahihi ya utengenezaji wa sabuni ya mche kama jamaa kwa kutumia formula rahisi sana na kwa kutumia malighafi chache sana. Alafu unatengeneza sabuni ambayo inakuwa na ubora uliokuwa mzuri. Kitu cha kwanza na cha muhimu ambacho unatakiwa kufanya ni kufahamu kwanza ni malighafi zipi ambazo zinazohitajika katika utengenezaji wa sabuni ya mche kama jamaa. Halafu baada ya kufahamu ni malighafi zipi, then baada hapo ujue hatua za utengenezaji pamoja na vipimo vyake kwa usahihi. Utakapoweza kufanya hivyo, utakuwa na uwezo wa kutengeneza sabuni ambayo inakuwa na ubora uliokuwa mzuri sana. Sasa malighafi leo tutajifunza malighafi 3 tu, ambayo itakuwa ni caustic soda, sodium silicate pamoja na mafuta. Hizi ndio malighafi za muhimu katika utengenezaji wa sabuni. Malighafi zingine tutakuwa tunaendelea kuelekezana. Kama hii unaiona hapa ni caustic soda, na utachanganya katika maji kwa lengo la kutengeneza caustic solution. Caustic soda kazi yake kubwa huwa ni kufanya sabuni iweze kutoa povu la kutosha, lakini pia kuweza kusafisha. Kwa hivyo caustic soda inapoungana na mafuta inatengeneza process moja ya kikemia inaitwa saponification process, yani utengenezaji wa povu ambao ndio sabuni hiyo sasa. Kwa hivyo uandaaji wa caustic solution ni muhimu sana, na unapokuwa unaiandaa hakikisha unaichanganya vizuri kwanza, kwa sababu huwa inakuwa ni kali na inachemka. Kwa hiyo utaiacha ikaenda na masaa 24, na inakushauri unapokuwa unaandaa hakikisha umevaa gloves kwa lengo la kujizuia na hatari ambayo inaweza ikatokea muda wote wakati wa uandaaji wa kemikali hii. Kwa hiyo utaichukua, utaichanganya katika maji, utaiacha ikaenda na masaa 24. Then baada ya hapo utaanza kumimina mafuta. Utamimina mafuta taratibu. Hapo ni baada ya kuwa imekaa masaa 24. Maana yake baada ya masaa 24 kukamilika, utachukua mafuta ambayo tunazungumzia hapa ni mafuta ya mise, mafuta ya mawese, mafuta ya nazi, mafuta ya mbosa, mafuta mengine yote yenye uwezo wa kuganda. Unachanganya katika ile solution ambayo imekaa ndani ya masaa 24. Yani baada ya kuwa umeandaa solution yako unaiacha ikaenda na masaa 24. Ikishakaa ndani ya masaa 24, kwa maana hiyo lengo uiache ipoe ili na zile reactions zifanyike vizuri. Ukichanganya kwa haraka siku hiyo unaweza kusababisha sabuni ikawa inawasha. Kwa hiyo hakikisha unaiacha inakaa ndani ya masaa 24, then baada ya hapo unachanganya sasa na mafuta. Unapochanganya na mafuta hakikisha unachanganya vizuri sana kuelekea upande mmoja. Wengi sana huwa wanakosea hapa, na ndio wanakuja kujikuta tengeneza sabuni na kwa haijashikana vizuri, sabuni imetengana na maji, mafuta peke yake, sabuni peke yake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hakikisha unachanganya vizuri. Then baada ya hapo unaweza ukaongeza sulfonic acid, japo hii si lazima, lakini kazi ya sulfonic acid huwa ni kuifanya sabuni iweze kusafisha kwa haraka. Yaani unapoitumia sabuni hata kama ni uchafu ni sugu kiasi gani, na hii ni siri ambayo watu wengi sana hawafahamu. Unapotumia sulfonic acid huwa inaongeza ule uwezo wa kusafisha. Yaani hata kama nguo ina uchafu sugu, ukitumia sabuni ambayo imetengenezwa sulfonic acid inakuwa na uwezo wa kuondoa ule uchafu kwa haraka zaidi. Kwa hiyo jambo kubwa na la msingi, hakikisha unachanganya kuelekea upande mmoja na kwa muda mrefu na kwa speed ile kwa nzuri bila kuchoka, kwa sababu utakapochoka mapema utaifanya sabuni yako kutengenezeka vizuri. Na baada ya hapo utamimina katika soap mold. Nadhani hapa leo tunakwenda tu haraka ili video pia isiwe ndefu sana.
katika channel hii Kijuki Projects. Unaweza ukasubscribe kwa ajili ya kupata techniques na videos nyingi sana, kwa sababu kuna video nyingi ambazo nimezielekeza zikiwa zinaelekeza namna ambavyo unaweza kuandaa hisop mold kwa maana box kugandishia, namna ya kumimina, namna ya vipimo na kila kitu. Kwa hiyo unaweza kufuatilia kwa ajili ya kupata vipimo zaidi. Sasa unapomimina katika box na kugandishia, inabidi uiache ikae ndani ya masaa 24. Baada ya kukaa ndani ya masaa 6 mpaka masaa 12. Baada ya kuwa imekauka, utaendelea kuikata kama hivyo ninavyoelekeza. Lakini kuna formula nzuri za kukata sahihi kutumia mkono kama ni mtaalamu, lakini kama hauna utaalamu basi unaweza ukatumia zile mashine za kukatia au ukatumia mshipi. Vyote hivyo nimevielekeza nadhani katika channel hii, unaweza ukapitia kwa ajili ya kujifunza zaidi. By the way, hii ndio formula rahisi ya kuweza kutengeneza sabuni kwa haraka zaidi na sabuni ikawa nzuri. Sasa kama unatamani kuweza kujifunza utengenezaji wa sabuni kama hii au yenye ubora zaidi ya hii, kuiongeza, kwa sababu of course kuna formula ambayo nimeiweka kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa sabuni kama hivi, kwa maana kwamba inakwenda kukusaidia kuweza kuiumua sabuni, na hiyo formula nimeiongeza kipindi hiki tu, ambapo wanafunzi wengi sana ambao wamekuwa wakifuatilia na wakitumia formula hiyo imeweza kuwaletea faida ambayo inakuwa ni nzuri zaidi. Na of course wapo wajasiriamali wengi sana ambao wamenufaika na mafunzo haya. Kwa hivyo kuna kitabu hiki cha ujasiriamali ambapo nimekipa jina la Mjasiriamali na Bidhaa za Viwandani. Naweza nikakushauri ukipata kitabu hiki, kwa sababu kimeelekeza vipimo sahihi ambavyo unaweza kuvitumia. Nimeweka formula nyingi, na of course kitabu hiki ni toleo jipya, na ndio maana kuna formula hizo ambazo nimeziongeza kwa ajili ya kuongeza wingi wa sabuni au kuumua sabuni yako kwa ajili ya kupata faida zaidi bila kuharibu ubora wa sabuni. Lakini pia kwenye upande wa sabuni ya maji nimeongeza formula 3 mpya ambazo zitakwenda kusaidia kutengeneza sabuni ambayo inakuwa ni nzito, sabuni ambayo inakuwa haijikati, sabuni ambayo inakuwa ina ubora uliokuwa mzuri sana. Kwa hivyo zote formula hizo 3 nimeziongeza katika kitabu hiki kipya cha Mjasiriamali na Bidhaa za Viwandani, ambapo ni toleo jipya tofauti na toleo la zamani. Kwa hivyo pia kuna utengenezaji wa bidhaa nyingi sana kama vile shampoo, utengenezaji wa disinfectants, utengenezaji wa dawa za kusafisha vyoo, utengenezaji wa sabuni za magadi, utengenezaji wa sabuni za unga. Na hapo katika sabuni ya unga pia kuna formula ya namna ya kuiumua sabuni ya unga maradufu na kuongeza faida bila kuharibu ubora wake. Kwa hivyo katika kitabu hiki of course ni kizuri kwa sababu nimeongeza vitu vingi sana ambavyo vinakuwa ni vya kitaalamu. Kama ukiweza ukifanya vizuri, basi utaweza kupata manufaa ambayo ni makubwa zaidi. Na ndani ya kitabu hiko kuna bidhaa 13 mpaka sasa hivi ambazo unaweza kujifunza kupitia kitabu hiki cha Mjasiriamali na Bidhaa za Viwandani. Na of course kama utapata access ya kupata kitabu hiko, basi kuna offer ambayo nimeitoa kwa mtu ambaye atakayokuwa ametazama video hii mpaka kufikia hapa, maana yake huyo yuko serious na anahitaji kweli kujifunza. Kwa hiyo kuna offer nitakayokupatia wewe ambao umetazama video hii mpaka kufikia muda huu. Itakuwa ni offer ya punguzo la gharama. Kwa hivyo kama utakuwa interested, basi utachukua namba za simu ambazo zinapita hapo katika video, then utakuja moja kwa moja WhatsApp na andika neno offer from YouTube au andika YouTube offer, then mimi nitafahamu kabisa umetoka kutazama video hii na nitakupatia offer ya punguzo la gharama. Lakini sio hivyo tu, nitakupatia kozi nzima ya ujasiriamali ambayo mafunzo yake ni kwa njia ya videos pamoja na usimamizi, na gharama kozi hii huwa ni shilingi 75,000, ambayo hii inakuwa inahusisha videos zote, mafunzo yote ambayo yanapatikana katika kitabu hiko yanakuwa ni kwa njia ya videos kwa vitendo. Kwa hivyo unapata kitabu hicho, lakini pia utapatiwa kozi nzima hii ya ujasiriamali ambayo ni gharama ya shilingi 75,000 utaipata bure kabisa. Lakini sio hivyo tu, group hili na usimamizi unakuwa ni mwaka mzima. Lakini kama utawahi ofa hii, maana yake utapatiwa bure kabisa nafasi ya kuingia katika group hili na utaunganishwa katika group hili bure. Kwa hivyo utapata kitabu chako kwa bei ya ofa kwa maana ya punguzo la gharama, lakini pia utapatiwa kozi nzima hii bure, lakini pia utaunganishwa katika group hili la ujasiriamali na utapata access ya usimamizi ndani ya mwaka mzima bure. Kwa hiyo hii ni ofa ambayo nimeitoa kwa mtu ambaye ametazama video hii mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo hicho kitabu kinakuwa ni kwa mfumo wa soft copy na utakipata ndani